Habari za leo ndugu watazamaji pamoja na wasikilizaji. Ni mimi Abubakari katika studio za Kazabuti ndani ya Durban, South Africa, au kwa jina lingine tunaita Afrika Borwa au Mzanzi Afrika. Tunaomba radhi kwa wadau ambao walikuwa wanatufuatilia. Imekuwa kwamba hatukuwa hewani kwa kipindi kidogo. Hii ni kwa sababu ya changamoto ambazo tumezipitia za kiofisi, kikazi na mengine, lakini Mwenyezi Mungu ametujalia tumerudi tena hewani. Tunashukuru sana, karibuni sana. Leo moja kwa moja tunakwenda mpaka Tanzania. Kule tutaongea na ndugu yetu Mohamed Taibal Msangi ambaye atatupa maelezo au atatupa historia kamili, nini kilijiri baada ya ndugu yetu Selemani Mmanga ambaye alitembelewa na mwenzi wake au shemeji yetu kutoka huko South Africa ambaye alikwenda kumuona kule Tanzania. Umauti ukamkuta shemeji yetu kule Tanzania, ikiwa ni jambo ambalo lilileta taharuki kwa sababu ilikuwa na sintofahamu nyingi, lakini nafikiri ndugu yetu Mohamed Taibal Msangi ataweza kutupa historia kamili, nini kilijiri. Asante sana, karibuni. Kiongozi. Naam, habari za leo? Fresh tu. Naam. Vipi hali ya maendeleo ya kinchi sasa hivi? Manake inabidi tutoe pole kwa wale ambao wamekutwa na majanga ya aina mbalimbali katika tarehe zilizopita, na tuiombe nchi yetu iwe katika hali ya usalama. Ya, ni kweli kabisa. Nadhani hilo ndio jambo la msingi kwanza. Naam. Nashukuru sana, najua uko katika mipito. Pia nakupa pole kwa majukumu ambayo umepitia katika kipindi hiki cha karibuni na bado unaendelea, kwa sababu ni moja ya kazi ambayo umejitolea na umejiweka mle ndani kwa ajili ya vitu kama hivyo. Yeah. Naam. Leo nilikuwa nataka tuzungumzie kuhusu hali ilivyokuwa, kuhusu kifo cha alikuwa shemeji yetu marehemu Yanga ambaye alikuwa ni mwenza wa ndugu yetu bwana Sele. Ya, yule alikuwa ni mama wa watoto Selemani. Ndio. Selemani Mnanga. Selemani Mmanga yani. Manga. Sawa. Manga. Manga si ndio ile kama ile Kiswahili chako tunasema Mwarabu hivi, si ndio Mmanga, si ndio? Lakini jina sio kwamba yeye ni Mwarabu. Ya, jina. Sawa kabisa. Ni kwamba shemeji yetu alikuwa ametoka South Africa na akaenda kumwangalia mwenza wake ambaye alikuwa Tanzania. Sasa nataka tuanzie pale. Ilikuwa kuaje? Kwa sababu uko karibu, unaweza ukatupa kinagaubaga ilikuwaje na mpaka ikafikia mauti. Ya, shemeji yetu bwana alikuja Tanzania kweli. Alikuja na watoto wawili mapacha. Ndio. Wa bwana Selemani, kwa sababu labda tujaribu kueleza tu wa Tanzania ukweli kwamba Selemani alikuwa anaishi South Africa, Johannesburg, na yule mwanamke kama watoto wake. Naam. Lakini walikuwa hawajafunga ndoa, ila walikuwa wanaishi. Unajua maisha yetu ya South Africa, unaweza ukaishi na mwanamke hujafunga naye ndoa, lakini sisi tunahesabu kama ni mkeo kwa sababu ya ule muda ambao umeishi naye, labda ni miezi 6, mwaka, mwingine anaishi mpaka miaka 5. Ndio. Sisi watu tunakuwa tunaita tu kwamba ni mkewe, ila tu tunapokuwa tunakuja kisheria ndio anakuwa labda sio mke wako. Lakini wale walikuwa wanaishi pamoja, kula, kulala, kwa kila kitu. Ndio. Kwa bwana Selemani yeye akapata matatizo ya kuumwa, ikabidi sasa aondoke South Africa aje Tanzania. Ndio. Kwa sababu ya matibabu wajibani. Kwa hiyo akamwacha mkewe yule Yanga 5 Magawa. Ndio. Akiwa ni mjamzito. Aha. Alimwacha South Africa mwanamke wake, mkewe akiwa mjamzito. Yeye akaja Tanzania. Ndio. Yule mwanamke alikuwa mjamzito, anakaribia kujifungua. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2021. Naam. Kwa hiyo mwanamke akajifungua watoto. wakati huo Sele hayupo South Africa, yupo Tanzania. Ndio. Mpaka wakafikisha miaka
Naam. Ndio mwanamke kaona sasa ni bora aje Tanzania kuja kumwangalia mwana wake na kumletea watoto ili waje wamuone baba yao. Ndani ya miaka 4 hawajawahi kumuona na aliacha mimba tu. Aha. Yeah, kwa hiyo shemeji yetu alipokuja Tanzania hapa ndo akaugua ghafla. Naam, na ijulikana ni labda aliugua kitu gani? Wanasema alikuwa na changamoto za ni mambo ya kupumua ya. Aha. Alikuwa anakosa hewa. Ya pumzi kwa na bana. Naam. Kama hiyo ndo changamoto kubwa aliyonayo. Labda kama vile pumu hivi, si ndio hivi? Maana yake itakuwa pia na changamoto katika upumuaji. Hiyo ni kama pumu, lakini ilikuwa haijaja kama pumu, ilikuja kwa njia tofauti. Yani alikuwa anakosa hewa na anashindwa kupumua. Aha. Ya ndo alikuwa basi alilazwa pale katika hospitali ya Temeke. Ndio. Ya hakuchukua muda mrefu akaja akafariki. Naam. Nasikitisha sana. Ya. Nasikitisha. Naam. Manake hapa tunazungumza ni kwamba kwa hali jinsi ilivyo tulikuwa tumezoea kwamba mara nyingi especially wewe na watu wengine ambao huwa wanachangia katika masuala ya kusafirisha miili ya ndugu zetu ambao wametangulia mbele za haki, tulikuwa tumezoea sana kutoka yani South Africa kwenda Tanzania. Lakini safari hii kwa bahati mbaya ikawa sasa shemeji yetu amefariki kule, na ikawa sasa ni kusafirisha mwili kutoka Tanzania kuja South Africa. Najua kuna kuwa na changamoto ambazo tumezoea South Africa, ambazo mimi na wewe na watu wengine tunazifahamu. Lakini kwa Tanzania ilikuwaje? Changamoto zilikuwaje? Tukianzia kutoka mochwari mpaka kumpata agenti, mpaka kufikia kwamba kuchangwa pesa, unaona bwana. Hapo hebu tupe hali halisi ilikuwaje? Changamoto zilikuwepo kwa sababu yule ni South Africa wa kwanza. Ndio. Ambaye sisi tunamfahamu anakufa Tanzania. Ndio. Kumpeleka kumrudisha South Africa, yule ni South Africa wa kwanza. Kwa hiyo hata agent ambaye tulitumia au sio bana, tukiwemo na sisi viongozi ambao tunasimamia ule msiba, tuko wote ni wageni katika ile swala. Kwa hiyo tuko tunalifanya huku tukiwa tunajifunza. Ndio. Ya, kwa hiyo changamoto zilikuwa ni nyingi actually katika mambo ya bali vya kumsafirishia. Ndio. Kwa sababu kama nikwambia kitu kimoja, kiongozi. Naam. Sisi tulijua kwamba system ya kumsafirisha Mtanzania kama tunakusafirishana sisi South Africa kuletana mtu anapokufa South Africa kuleta Tanzania ni sawa sawa na huko Tanzania mtu akifa kupeleka South Africa. Kumbe ni vitu viwili tofauti. Ndio. Ni vitu viwili tofauti kabisa. Kwa South Africa kwa South Africa kwa South Africa anayekufa Tanzania kupeleka South Africa, kwanza kampuni ambaye itakayepokea mwili kule South Africa, wale watu wa funeral service, wale maagent. Naam. Lazima kampuni yao hii imesajiliwa kitaifa, kimataifa. Aha. Isiwe local. Aha. Na ndio maana tulipata hiyo changamoto. Baada ya kupambana hapa Tanzania tukaupeleka mwili mpaka airport mwili ukaondoka kaenda Johannesburg. Ndio. Lakini kule Johannesburg kama mwili haujaondoka hapa tayari tuliambiwa na mheshimiwa balozi hapa. Naam. Kwamba balozi wa South Africa alisema kwamba kuna kibali kuna nani moja kibali kimoja kinatakiwa kule upande wa South Africa kitumwe huko, unaona bana. Ndio. Ambacho ndo kina prove ya wale watu kule kuchukua mwili, kwa sababu ile kampuni inabidi ikaguliwe, kisha kaguliwa alafu ile serikali ya kule itatuma hicho kibali. Kwa hiyo sasa ilitusumbua sana, kwa sababu asilimia kubwa ya kampuni kule ambazo tunapokea mwili ziko locally, ziko hazijasajiliwa kimataifa. Ndio. Kwa hiyo walikuwa hawana hicho kibali. Kwa hiyo hapo ikawa ni changamoto hapo. Ikawa ni changamoto kwa kweli. Kwa sababu gani? Kwa sababu familia kule South Africa tayari kuna kampuni ambayo walishaichukua na walishaanza nayo
na mazungumzo, ndio, lakini kumbe ilikuwa ni local. Sawa sawa. Kwa hiyo hawakuweza kufanya kinachotakiwa kwa sababu walikuwa ni wako local, hawako international. Exactly. Aha. Kuna kitu kinaitwa import permit. Yeah, import permit. Yeah. Hiyo ndio ilikuwa mission, import permit. Aha. Yeah. Kwa hiyo nafikiri jitihada zilienda mpaka ikafikia mambo yakawa sawa katika mambo ya import permit. Ile kampuni kabidi sasa familia kule iachane ile kampuni, itafute kampuni nyingine. Sawa sawa. Okay. Yeah. Nikikurudisha nyuma kidogo kwa sababu hapa naona tumekwenda mbele kidogo, acha turudi nyuma kidogo. Baada ya kufariki shemeji yetu kule hospitali au kule mortuary, najua kwamba kulikuwa kuna charges ambazo anachajiwa karibu kila siku, na kwa muda ambao alikuwa amekaa alikuwa zimeshapita siku kadhaa, na ikasemekana kwamba kunadaiwa kiasi kadhaa ili aweze kutoka pale mortuary. Na hiyo ilikuwa kuwaje hiyo? Kwa kweli katika swala la mortuary kulikuwa kuna changamoto kubwa sana. Naam. Kwa sababu mortuary pale kulaza mwili wa mtu aliyefariki ni raia wa kigeni. Naam. Ni 100,000 kwa siku pale Temeke Hospital. Ni 100,000 kwa siku. Naam. Kumlaza mtu ambaye amefia pale hospitali, katika hospitali ya Temeke, analazwa kwa shilingi 20,000. Mwili ambao umetoka mtu alifia nyumbani ni Tanzania akapelekwa pale ni shilingi 30,000. Naam. Kwa hiyo sisi chaji yetu ilikuwa 100,000 kwa sababu yule dada yetu, yule shemeji yetu alikuwa ni South Africa. Kwa hiyo alikuwa analala pale kwa siku moja 100,000. Aha. Na wakati huo sisi tunachangisha pesa ya kumsafirishia. Naam. Tayari yule shemeji yetu mpaka tunapata hiyo pesa ya kusafirisha alishakaa pale siku 35. Kwa maana ndani ya siku 35 tuko tuna deni la milioni 3.5 milioni. Wakati hapo tunapambana kutafuta hela ya tiketi ya ndege. Hela ya mortuary inaongezeka. Kila siku 100,000. Kila siku 100,000. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba baada ya kuwa tumepata ile pesa, mimi nilikwenda kwa mganga mkuu. Naam. Nikamuomba, nikamuelezea swali halisi, changamoto ambazo tunakutana nazo kwa sababu familia ilikuwa haina pesa, ila lazima tumchangishana. Basi wakatupa ile mwili bure wa shemeji yetu. Naam. Hatukulipa hata shilingi. Mungu akawa amejalia kukawa na msamaha wa kulipa hiyo pesa baada ya kuwa ameelezewa mganga mkuu kama walivyotueleza hapo. Na exactly. Sasa baada ya hapo huko nako pia niliwahi kusikia kwamba kulikuwa na changamoto ya hao ambao wanasafirisha mili. Pia kuna wengine walikuwa hawako international. Ilikuwa kuwaje katika swala hilo? Huku kwa kweli swala huku Tanzania sisi huku hatuna maandateka. Ndio. Tofauti na wenzetu South Africa, unajua wana maandateka. Ina maana undertaker ni yule ambaye mtu akishafariki anamchukua katika mochwari yake. Ndiyo. Kazi yake itakuwa ni kumwandaa, au sio bana? Kumweka dawa. Ndio. Sasa huku sisi Tanzania hatuna maandateka. Ina maana sisi tunaanza taratibu za kusafirisha mwili, tunaanzia pale hospitali. Unajua siku ambayo tumekamilisha pesa ndio tunachukua agent, anatafuta watu wake, wanakuja pale hospitalini, anavalishwa nguo yule mtu pale hospitalini moja kwa moja wapi? Airport. Na hiyo pia ni changamoto. Ni changamoto kwa sababu tunakuwa hatuna maandateka, kwa mtu kama ameshakufa pale hospitali basi tunamchukua kwa wakati, tunamkabidhi undertaker. Ina maana tunaepukana hata na zile gharama za ule mtu kukaa wapi, kukaa mortuary. Aha. Sawa kabisa. Hicho ni kitu ambacho ni kigeni mimi nimekiona kwa hapa Tanzania hapa. Kwa sababu manake mimi ni mmoja katika watu ambao walikuwa tunafuatilia na vitu ambavyo nakuuliza ni kwamba kuna wengine pengine walikuwa hawakuelewa au walikuwa wamesikia tu juu, lakini wewe najua ni mtu sahihi kwa sababu ulikuwa kwa mstari wa mbele katika kushughulikia hayo masuala.
Okay. Kitu ambacho pia nataka niulize, manake ndugu yetu ilikuwa kuwaje bwana Sele Mmanga, kwa sababu ile ilikuwa kama ni kitu ambacho kimewashtukiza. Ilikuwa kuwa vipi kwa upande wao? Kwa kweli kwa katika familia ilikuwa changamoto. Kwanza ndio familia zetu za Tanzania. Ndio. Ni sisi wengi tunaosafiri kutoka katika familia ambazo hazina uwezo. Ndio. Wengi wetu sisi ambao tumetoka hapa Tanzania kuna sababu kutafuta maisha, tunatoka katika familia ambazo hazina uwezo. Lengo letu ni kutafuta, tupambane, tutafute pesa kuja tusaidie ndugu zetu nyumbani, mama, baba. Ndio. Hata kama tuna watoto tuwaache. Kwa hiyo tayari nikizungumza hivyo utakuwa nielewa kwamba familia ya bwana Sele ilikuwa ni familia ambayo haina uwezo wa chochote katika lile tukio. Ndio maana bwana Sele aliongea na kakake mkubwa akaongea na ndugu mmoja anaitwa Kenya amekaa Port Elizabeth. Ndio. Au sio bana? Au mabwana ndio wakanitafuta mimi kwa mara ya kwanza baada ya ule msiba kutokea, wakati mimi niko Mombasa, Kenya. Ndio. Wakaniomba bana, kuna msiba umetokea hapa Tanzania, tumeshuwa na shemeji yetu, hatujui tunaanzia wapi, tunafanya nini. Kwa hiyo mimi nilipokuwa kule Kenya nikawaambia msubirini kwanza. Kwa hiyo nikajaribu kupost ule msiba katika mitandao ya kijamii, kuomba msaada. Ndio. Kwamba ndugu zangu wa Tanzania, tumeshuwa na shemeji yetu hapa nyumbani, na nikaorodhesha mpaka bei ambayo inatakiwa kusafirisha ule mwili kutoka hapa mpaka South Africa. Lakini sikuwa nimeorodhesha bei ya bei ya mochwari, kwa sababu nilikuwa sijui ule mwili utakaa mochwari gani. Naam. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu nikapata wadau na Watanzania wengi, ile swali likawagusa. Naam. Ndipo tukaungana baadhi ya Watanzania ambao walitoa ushauri, au sio bana? Ndio tukaungana pamoja katika grupu moja kupambania ule mwili. Sasa kwa kuanza kuchangishana michango. Naam, hilo nalikumbuka sababu nilikuwa naliona katika grupu letu. Na kweli Mwenyezi Mungu akajalia na mambo yakaenda vizuri. Nafikiri upande huo naona kidogo tumepata information ya kuridhisha. Je, turudi sasa kwa upande wa mwanamke huko South Africa. Walilipokea vipi hilo swala? Kwa kweli ndugu kama ndugu, ni swala walilipokea kwa njia tofauti, kwa sababu kama ulisikia hata katika grupu kulikuwa kuna misunderstand baina ya sisi na wale ndugu South Africa, kwa sababu ndugu South Africa walikuwa yani kifo cha shemeji yetu kilikuwa kimewaeka katika utata, kwamba au kama mtu amekuja huko kumwangalia mgonjwa ambaye ni wewe, alafu yeye mgonjwa mume wake anabaki hapa anakufa ndugu yetu. Kwa hiyo kafikia mpaka wanatishia amani kwamba bwana Sele akienda kuleta msiba kule watampiga bunduki. Ndio. Mara mimi nikienda kule kusindikiza msiba na mimi nitauliwa, au sio bana? Lakini Mwenyezi Mungu alijalia, siku zinazozidi kwenda tukawa tunaongea nao vizuri, tunatengeneza nao urafiki, kwa sababu nao ni binadamu, tukawa ndugu, tukawa familia mpaka tukaelewana. Naam. Lakini changamoto mwanzo ilikuwa ni kubwa, kwa sababu walikuwa ni wadui, walikuwa hawaongei kabisa mpaka Sele alikuwa ni adui kabisa. Wanakuambia tunataka mtoto wetu aje na watoto. Kumbuka kwamba mke wa Sele ameacha watoto mapacha wawili wa miaka 4. Nakumbuka hilo swala, niwe kulisikia. Kwa hiyo hapo naam. Watoto bado wapo hawajarudi huku. Hawajarudi huko South Africa, watoto wako hapo. Na ile niliwahi kusikia kwamba katika ile pilika za kusema kwamba mambo ya kusafirisha, uliwahi kufika ubalozi wa South Africa kule kwa ajili ya kutaka msaada wa hapa na pale, na kule nako ilikuwaje? Kwa sababu nafikiri labda wao wana sheria nyingine au sijui ilikuwa kuwaje. Hebu tueleze hapo. Kwa kweli hata wakati swala mwanzo nalipeleka katika mitandao ya kijamii, watu wengi sana walisema kwamba haiwezekani, South Africa ni nchi kubwa, nchi ambayo imeendelea, ikamwacha ndugu yake aliyekufa nje ya nchi, itamsafirisha
mimi ilibidi nifuatilie lile swala katika ubalozi, ndio nikiwa na familia. Ubalozi ukasema kwamba hauna fungu la kumsafirisha South Africa aliyekufa Tanzania kurudisha South Africa. Naam. Na nilirudi kwa Watanzania nikawaeleza hilo swala, na Watanzania walipinga, lakini wale waliopinga mimi niliwaelekeza ubalozi ulipo wa South Africa hapa Tanzania, na wao walikwenda wakapata majibu hayo kwa ubalozi, kwamba balozi hatochangia chochote katika ule mwili, na kweli balozi hajachangia chochote katika ule mwili zaidi ya kutupa sisi ushirikiano wa vibali. Aha. Kwa hiyo kwenye upande wa vibali kubwa sana wa vibali. Naam, kwenye upande wa vibali alitoa ushirikiano wa hali ya juu, kwa sababu kweli lazima ahusike kwa namna moja au nyingine. Lazima ubalozi usike kwa sababu vibali ni lazima. Tunashukuru sana kwa information na pia ni kitu ambacho pengine watu walikuwa hawakijui, na watapata nafasi hii kuweza kujua mambo yaliyojiri wakati haya masuala yanatokea huko. Sasa tukirudi kwenye upande wa watoto, sijui kuna mpango gani mpaka sasa, kwa sababu wao inabidi warudi kwenye familia huko. Sijui itakuwaje hapo, au hauna habari yoyote kuhusu hilo? Mimi habari ninayo kwa sababu mimi ndio mtu wa kati. Naam. Ambaye nahusiana na familia kule South Africa, alafu na familia hii ya huko Tanzania, kwa sababu kumbuka ya kwamba wale watu kule South Africa, naam, walishatoa mpaka uaminifu wa ndugu yangu Sele, wakawa hawaongei naye, wakawa wanaongea na mimi mpaka kule unasafiri kila kitu, mimi ndio niko information. Naam. Na mwili ulipofika South Africa walisema hawatazika mpaka watoto waende South Africa. Kwa maana hiyo ni kwamba mpaka sasa hivi hajazikwa? Hapana. Waliongea pale mwanzo, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ndani ya wiki ile walifanya mzisho. Walimzika kwa sababu mimi niliwaambia kitu kimoja, kwamba watoto hatuwezi kuwaleta kama jinsi wao wanavyotaka. Kuna taratibu za kusafirisha watoto. Especially South Africa. Lazima watoto watafutiwe vibali. Naam. Alafu kwa vibali wale watoto huwezi kuwatuma kama mzigo. Wale watoto lazima waondoke na mtu. Je, huyo mtu anaondoka na wale watoto ni nani? Wakati baba wa watoto hawamtaki. Hiyo changamoto hiyo. Kwa hiyo mimi nikamwambia kama hawatamzika basi endelea. Kwa hiyo ndo kama hivyo walivyoona kwamba itachukua muda mrefu kuwapeleka watoto, ikabidi wazike. Kwa hiyo wakawa wamezika, na watoto wamezika sasa hivi na kwenda ni wiki ya pili tangu wamezika. Wamezika ni wiki ya pili. Naam. Nafikiri tumejifunza mengi na pia ni kwamba kama vile msemo wa ndugu yetu mwenyekiti wa TACOP Bokati, tuendelee kujifunza. Tuendelee kujifunza. Kwa hiyo nafikiri cha mwisho nataka nifahamu ni kwamba baada ya kuwa mazishi yameshafanyika na bado mawasiliano kati ya familia na bwana ndugu yetu Selemani yakoje, au bado yako vile vile tu kwamba wataki kumsikia? Sijui ikoje hapo, labda una taarifa yoyote? Wale mpaka sasa hivi hawana mawasiliano mzuri. Naam. Na mpaka dakika za mwisho wanazika, ilikopo kilichobakia ilikopo ni nguo za marehemu na watoto. Naam. Na mimi nilichukua jukumu hilo la kwenda kusafirisha nguo za marehemu. Kwa hiyo nilichukua begi nikalipeleka Klaski, na begi limeshaondoka South Africa, Johannesburg. Nafikiri kwa muda huu watakuwa wameshazipata yani. Hapana, lile begi limekaa pale. Nimewapa mawasiliano wawasiliane na ofisi za Klaski, na wamewasiliana, lakini hawajaenda kuchukua hizo nguo. Mpaka jana tunapozungumza ilikuwa zimeshatimiza wiki pale. Naam. Na mpaka wale jamaa wa Klaski wakaona labda ule mzigo, zile nguo zikapotea pale, zikaleta lawama. Jana kiongozi wangu Mheshimiwa Bokati, mwenyekiti wa TACOP, alikuwa pale Klaski. Kuna mgonjwa alikuwa anamsafirisha kwenda Tanzania. Mimi nimemuomba achukue lile begi akae nalo yeye kwake mpaka ile familia itakapokuwa tayari kwenda kuchukua, basi nitawaelekeza sehemu hizo nguo zilipo, ambapo ni sehemu sahihi kwa mwenyekiti wa Pretoria TACOP Bwana Swedi Ramadhani Swedi,
aka Bokati, na nguo za marehemu ziko mpaka dakika hii. Aha, nilikuwa sijakuelewa, nilikuwa nafikiri bado ziko huko, kumbe zishafika, lakini wenyewe ndo hawajafanya mpango wa kuzichukua. Hawaja zipo huko, ziko katika ofisi ya class, nimezituma wiki tayari. Na tunapozungumza sasa hivi ni kwamba au mabwana mpaka sasa hivi hawazungumzii tena kuhusu nguo wala hawazungumzii tena kuhusu watoto. Mmejaribu kuwasiliana nao? Manake wao kama wasipopiga simu, labda upande wa pili kujaribu kuwauliza haya inakuwaje mpaka sasa hivi, au hamjafanya hivyo bado? Hapana. Mimi dakika mwisho nimeongea na bwana Sele, nimeuliza, wakasema hawajawasiliana. Kwa sababu watu wanaohusiana ni mimi. Sasa mimi kiongozi siwezi nikawa kila siku nawapigia wao simu, ndugu zangu, kwa sababu ukiangalia watoto ni wa kwao, polisi kwao. Ndio. Unaelewa? Nakuelewa vizuri. Kwa hiyo wao ndio wenye shida na wajukuu. Sawa kabisa. Ndio wenye shida na nguo. Ndio. Lakini nguo kama nguo nishazipeleka, nishafika Johannesburg. Wao walikuwa nikiacha kwenda kuzichukua pale ofisini, lakini wameshindwa kuzichukua, ndio maana nikamwambia mwenyekiti akae nazo nyumbani kwake kwa usalama zaidi. Zisije zikapotea pale kisha mchukutu akaleta shida. Naam. Lakini watoto mimi siwezi kuwasiliana nao kuhusu watoto, kwa sababu kwanza watoto huko wako kwa baba yao. Naam. Mama yao ashakufa, huyu ni baba yao. Au si wao wanataka watoto kwa sababu ya vigezo, kwamba kwa sababu Sele akuwa amemwoa mwanamke. Naam. Wanachukua kwa South Africa watoto sio wa Sele. Kisheria huko ya. Kwa sababu mwanamke akimwoa mwanamke ndio watoto wa Sele, au kabla kama hajamuoa basi alipe damage. Naam. Sasa Sele hajamuoa mwanamke na wala hajalipa damage. Kwa hiyo kisheria South Africa watoto sio wa Sele, watoto ni wa mwanamke. Lakini sasa mwanamke ameshafariki. Nakuelewa kabisa, nakuelewa. Na watoto tunao Tanzania. Sasa wale wakifuata sheria wanaweza wakachukua watoto. Lakini sasa wale ndio waje wachukue watoto wao, au watoe ushirikiano mzuri. Basi kama wanataka watoto tuendelee kuzungumza kuhusu watoto, lakini wamekata mawasiliano kiongozi. Sasa mimi nitafanya mawasiliano, nitaonekana kama mimi nataka niwachukue watoto kwa nguvu na wapeleke South Africa. Sio kweli. Sio kweli. Watoto na baba yao watakapokuwa tayari. Ni kweli kabisa. Hiyo kwa ajili ya kuepusha sintofahamu kwamba mbona huyu bwana akashikia bango sana nini, vitu kama hivyo. Mimi nashukuru sana ndugu kiongozi Mohamed Taibal Hamza Msangi aka Mzee Baba. Asante sana. Mimi nashukuru sana kwa maelezo ambayo nimeyapata. Nafikiri wengi watakuwa wamepata mwangaza, isipokuwa wewe kama kiongozi mwanaharakati. Unafikiri kwa hili lilotokea unawashauri nini wa Tanzania? Mimi kwa ufupi kwa hili lilotokea, kwanza nawashauri wa Tanzania wale ndugu zangu ambao wanaishi South Africa. Naam. Jambo la kwanza kabisa ni maandalizi. Naam. Maandalizi, na ninaposema maandalizi ni kwamba tunatakiwa tujiandae na chochote kitakachokuwa kimekuja mbele yetu. Naam. Kwa sababu maisha yetu yamekuwa ni changamoto sana. Kwa nini nasema tujiandae na chochote? Kwa sababu swala la umauti hatujui linamtokea mtu wapi, saa ngapi na muda gani. Naam, kabisa, ni kweli. Unaweza ukasafiri na watoto wako kutoka South Africa kuleta Tanzania, Mwenyezi Mungu akapanga yake. Naam. Sio, unaelewa? Nakuelewa vizuri kabisa. Mwanao akaja kufariki Tanzania hapa. Wakati mwanao anafariki Tanzania, kwamba yule mwanamke kule South Africa ulikuwa hujamuoa. Naam. Kwa hiyo watoto wanakuwa ni wa mama. Changamoto ndipo inapoanzia, kwamba huna uwezo wa kuja kumzika mtoto wako. Lazima yule mtoto ukamzike South Africa. Sio, unaelewa kiongozi? Nakuelewa vizuri kabisa. Na hiyo ni sheria hiyo. Yaani leo hii anatoka Mtanzania South Africa na watoto wake anakuja nao Tanzania, labda anamwacha mama South Africa. Yule mtoto akapata changamoto labda mauti hapa Tanzania, ina maana yeye ni baba lakini hana haki ya kumzika mtoto wake. Kwa sheria ya South Africa lazima yule mtoto amsafirishe, amrudishe akamzike South Africa. Changamoto hiyo. Sasa ili tuepuke changamoto hiyo, basi tufuate sheria za South Africa. Wale wanawake ambao tumezaa nao tuwaoe. Tukishindwa kuwaoa tulipe damage. Naam. South Africa mwanamke ukimzalisha, ukilipa damage yale maumivu aliyopata kumzaa yule mtoto, basi yule mtoto anakuwa ni wa kwako, lakini mwanamke anakuwa sio wa kwako, anaweza kuolewa na mtu mwingine. Ndio. Kwa hiyo unakuwa una mamlaka na mtoto wako na maamuzi na mtoto wako. Dua na maombi ni muhimu, na tujiandae na vitu kama hivi. Sawa kabisa. Nashukuru sana
kwa maelezo hayo na pia kwa kumalizia tu nafikiri tungetoa shukurani kwa wote ambao wamehusika na wale viongozi walikuwa mstari wa mbele na waliotoa michango. Hakika ni wote ambao walikuwa wamefuatilia swala hili kikaribu. Basi nawafikiri tuwashukuru na Mwenyezi Mungu aweze kuwajalia kila la kheri. Hiyo ilikuwa ni kwa upande wangu. Sio kwa upande wako unasemaje? Mimi kwa upande wangu mimi nikianza na hili kwa hawa watu ambao wakiwemo viongozi na Watanzania wote waliohusika katika hili swala. Kumbuka kwamba wao ndio wamefanya kikubwa zaidi kuliko hata viongozi waliosimamia hili swala. Kwa sababu wametoa michango yao kwa moyo mmoja. Na mtu alikuwa sio ndugu yao, alikuwa sio Mtanzania, sio Mtanzania, alikuwa ni South Africa, lakini watu wamepambana, watu wametoa pesa. Kwa hiyo hawa watu bana, kiongozi, to be honest to you, mimi nawashukuru sana zaidi ya sana. Wakiwemo na baadhi ya viongozi wa majimbo ya South Africa. Naogopa kumention majina kwa sababu gani? Kwa mention majina inabidi umention majina ya viongozi wote na watu wote. Sawa, lakini hiyo unaweza na yule unakuwa labda kama vile umependelea. Ndio maana nasema wote umependelea kwa nini umemtaja fulani. Ndio maana nasema wote, viongozi wote wa South Africa na viongozi wote wale kwa Tanzania na Watanzania wote kwa ujumla waliohusika katika swala la kusafisha shemeji yetu Yanga Pride. Mungu awabariki sana kwa kweli. Amin. Nashukuru sana kiongozi kwa taarifa, na mimi pia nashukuru umeweka muda wako, umeweza kunipa mawili matatu kusudi niafikishe kwa kutumia channel yetu ya YouTube. Na nafikiri bado mambo yako mengi, tutaendelea kuwasiliana na tuweze kutoa taarifa zingine, kwa sababu changamoto ambazo tunahitaji kujua especially huko Tanzania ni nyingi, lakini kwa njia hii kweli tunaweza tukawafahamisha watu au wakajua nini kinaendelea. Mimi nashukuru sana, na kushukuru tena ndugu yangu mwanaharakati. Karibu tena katika studio za Kaza Buti. Shukrani kiongozi. Haya, asante sana.